Jamila Islamia TV. Kwa kupata video zetu mpya, usisahau kusubscribe, kushare na kulike ili kupata video mpya kila siku katika channel yetu ya Jamila Islamia TV Tambani. Sallallahu alaihi Qur'ani katika eneo lake, msikitini Ramadhani, msomaji katika eneo lake, makaramati katika eneo lake. Kwa hivyo lazima machozi kutoke kama ni Uislamu wa kweli. Sasa atarudi sehemu yake Muhammad wetu. Sasa Muhammad Morekwa atachukua nafasi yake kwa ajili ya kutupa mada ya ndoa na talaka, mada ambayo dunia ina matatizo katika eneo hili. Zebi sito wema wanaendelea, wako vizuri kabisa kuonesheni mada hii. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuchagua mimi pamoja na nyinyi tukawa miongoni mwa wale ambao waliopata bahati ya kuishuhudia siku ya leo inayopatikana ndani ya Ramadhani. Wengi walimuomba Mola Subhanahu wa Ta'ala awafikishe, na yawezekana katika hao waliopeleka maombi mimi na wewe tulikuwa tumejisahau, lakini kwa mapenzi yake Mola ikawa ametuchagua sisi, si kwa akili nyingi tuliyokuwa nayo, wala si kwa elimu nyingi tuliyokuwa nayo, wala si kwa ujanja tuliyokuwa nao, bali ni taufiki yake mwenyewe Mola. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Kwa hakika kabisa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amehimiza sana utakapofika mwezi wa Ramadhani, maisha ya kila Muislamu yawe tofauti na maisha aliyokuwa akiishi kabla ya Ramadhani. Katika upande wa kheri azimishe kheri, na katika upande wa maasi aache kabisa. Lakini Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akawa mfano bora litakapokuwa limeingia kumi la mwisho la Ramadhani, kufika hatua ya kuhama nyumbani, ikawa maisha yake yeye na msikiti na yeye, ikiwa anazifanya kheri mbalimbali. Bahati nzuri viongozi wetu hawa, Mwenyezi Mungu awaimarishie katika afya, awaongezee umri mrefu, wamefikiria jambo bora kabisa katika mwezi wa Ramadhani na kutukusanya kwa pamoja tukiwa tunaogelea katika kheri mbalimbali. Mwenyezi Mungu ayachukue haya, ayaweke katika mizani ya mema yao, yaende kuwasaidia siku ya Kiyama. Na sisi sote kwa pamoja Mwenyezi Mungu atupatie
atupatie kitu kinachoitwa husnul khatima. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika tuko katika mwezi wa Ramadhani, lakini tukachagua muhadhara wetu, somo letu liwe masala ya ndoa na talaka. Kwa nini tumechagua mada hii? Kwa sababu ndoa ndiyo inayotengeneza jamii. Ndoa ndiyo kitu ambacho kinachozalisha hao wafanye ibada. Bila ya misingi ya ndoa, kwa hakika hawatapatikana wafanye ibada, kwa sababu wafanye ibada ni watu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametengeneza utaratibu wa kupatikana watu uwe msingi wake ndoa. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe tuweze kuzungumzia masala ya ndoa. Ndugu zangu katika imani, tukisema ndoa huwa tunakusudia nini? Ndoa ni nini kwa mujibu wa taratibu za Kiislamu? Kwa sababu kila watu wana taratibu zao. Uislamu una taratibu zake. Kwa hiyo ni vyema Uislamu atakapoulizwa nyinyi Waislamu huwa mnaoa, akijibu kwamba ndio tunaoa, basi awe na majibu ya ndoa ni nini, ikiwa wewe ni Muislamu. Dini yetu ya Kiislamu inasema ndoa ni makubaliano maalum yanayohalalisha kukaa faragha, kukutana kimwili kati ya mwanamume na mwanamke ambao hawana ujamaa wa karibu, kwa kupitia matamshi maalum kama vile neno nimeoa, kama vile neno nimekuozesha na neno nimeoa. Huo ndio utambulisho wa ndoa. Ni makubaliano maalumu yanayokusanya ruhusa ya kukaa faragha, kukutana kimwili kati ya mwanamume na mwanamke waliokuwa mahali, kwa kupitia matamshi maalum kama vile neno nimekuozesha na neno nimeoa. Hiyo ndiyo maana ya ndoa katika jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo ni vyema, bali ni wajibu kwa kila Muislamu aelewe maana ya ndoa. Lakini ndoa ikiwa ni ibada ambayo Uislamu unaihitaji, ni vyema kwa Muislamu ukajua mwanzo wa ndoa ni wapi na mwisho wa ndoa pia ni wapi. Yaani ujue tarehe hii, ndoa ilianza lini na ndoa itamalizika lini. Ukisoma kwa mujibu wa tarehe ya Kiislamu, ndoa ni katika jambo la zamani sana. Muasisi wa ndoa katika wanadamu ni Abul Bashar Adam alayhi salam. Yeye ndiyo mtu wa kwanza kufunga ndoa na mke wake Mama Hawa. Hawa ndiyo watu wa kwanza kuoana. Lakini utaratibu wa kuoana utakwenda mpaka lini? Utafika nao mpaka peponi. Yaani haya maisha ya ndoa mpaka peponi, watu watakuwa na tamaduni za kuoana. Lakini mifumo ya ndoa